Karibu katika kipindi cha Gombo la Chuo. Na kuletea sehemu ya pili nikiwa bado kwenye mlima wa maombezi, mlima unaoitwa Moriah Karita, Uganda. Hebu nisikilize kwa makini. Hii leo inatoka kwenye kitabu cha Marko sura ya 16 na mstari ule wa 15 hadi mstari wa 20. Biblia inazungumza vizuri. Hapa neno la Bwana limetulia vizuri, na jina la Bwana libarikiwe. Akawaambia, enendeni ulimwenguni mote, mkahubiri Injili kwa kila kiumbe. Aminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitafuatana nao waaminio: kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa, wataweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Basi Bwana Yesu baada ya kusema nao akachukuliwa juu mbinguni, akaketi mkono wa kuume Mungu. Na wale wakatoka wakahubiri kote kote, Bwana akitenda kazi pamoja nao na kulithibitisha lile neno kwa ishara zilizofuatana nalo. Nisikilize kwa makini. Wito wangu bado ni ule ule, kwamba Kristo Yesu baada ya kuokoa na baada ya kuwafundisha wanafunzi wake, aliwatuma waende wafanye kazi kama ile aliyoifanya. Anawaambia hapa, pale tuliona katika kitabu cha Mathayo kipindi kilichopita, anawaambia wakafundishe, wafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wake. Lakini hapa anasema wakahubiri Injili kwa kila kiumbe. Aminie na kubatizwa ataokoka. Ina maana tuwafikie watu wasioamini, wapate kuamini, wabatizwe, wafundishwe. Sikiliza, sio kuwafikia watu ambao wameshaamini, watu waliokwisha kubatizwa. Haina faida kwa mbingu. Wacha nikueleze mpendwa, kama umeitwa. Nazungumza na mitume, nazungumza na wainjilisti, nazungumza na manabii, nazungumza na walimu na wachungaji ambao tuko leo katika kizazi hiki cha kisasa. Wacha kutongoza washirika wa mwingine kuwaleta kwako. Haina faida mbinguni, maana kila mmoja atalipwa kulingana na kazi ambayo ameifanya. Nisikilize mtu wa Mungu. Anasema katika kuenenda kwenu mkatoe pepo, mkaseme kwa lugha mpya. Hilo ni kanisa ambalo limetumwa. Mkaweke mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Na Biblia inasema ya kwamba walipotoka wakahubiri kote kote, Bwana naye aliambatana na wao, akilithibitisha lile neno kwa ishara na ajabu ambazo ziliambatana nao. Ujumbe unakupa nikiwa juu ya mlima wa Moriah. Mpendwa, naomba usikilize, na ninapenda uweke maanani, na napenda uweke kwenye kazi. Maana tukiendelea na jinsi ambavyo tunafanya, hakuna faida mbinguni. Tazama ulimwengu ulivyoharibika. Tazama maasi yanavyozidi kuongezeka. Tazama makanisa yanavyopasuka. Hatukutumwa na wito wa kupasua kanisa, tulitumwa na wito wa kukomboa ulimwengu. Mungu wa Israeli akutie nguvu. Wenye dhambi wamezagaa. Watu wako wengi hawajafikiwa, vijiji viko vingi hawajafikiwa na wahubiri. Wahubiri tukaenende kama Kristo alivyotutuma. Kwa jina la Yesu Kristo, Mungu akubariki. Shalom, shalom, shalom.